Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu lipitalo majina yote. Mimi ni yule yule rafiki yenu na ndugu yenu, Mchungaji Amani, mhubiri wa neno la Mungu, na kukaribisha tena wakati huu wa jioni nzuri kwa tafakari ya neno la Mungu. Na washukuru wale wote ambao mmeendelea kupata nafasi ya kufuatilia ujumbe ambao tumekuwa tukiachilia takriban kila siku. Kila siku tutakuwa na mafundisho. Namshukuru Mungu aliyetupa neema na aliyetupa wewe uwe sehemu ya kazi hii tunayoifanya. Natamani nizungumze na mtu maneno machache, na nitazungumza kwa habari ya thamani ya mwanadamu iliyopotea. Thamani ya mwanadamu iliyopotea. Soma katika kitabu cha Mathayo. Yesu Kristo alisema neno moja, akasema, nalikuja kutafuta kilichopotea. Maana yake kutoka kwake mbinguni na kuiacha enzi, alikuja kutafuta mwanadamu aliyepotea. Na ujumbe wangu unasema thamani ya mtu au thamani ya mwanadamu iliyopotea ni kwamba mwanadamu alipoumbwa alikuwa na thamani yake mbele za Mungu. Alikuwa na thamani mbele ya mtu mwingine, lakini kila baada ya siku mwanadamu anazidi kupoteza thamani. Kila baada ya miaka inavyozidi kusogea, miezi inavyozidi kusogea, masaa yanavyozidi kusogea, mwanadamu anapoteza thamani. Napozungumzia neno thamani, namaanisha ubora wa mwanadamu au faida ya mwanadamu. Nazungumzia kile kilichomshawishi Mungu au kilichomfanya Mungu akamuumba mwanadamu. Mwanadamu wakati hajaasi amri ya Mungu katika Eden, alikuwa na thamani mbele za Mungu kiasi ya kwamba Mungu aliona ya kwamba ni jambo la kawaida wala si jambo la ajabu yeye kuacha makao yake mbinguni akashuka kuongea naye kama mwanadamu. Ni kipindi ambacho mwanadamu alikuwa katika thamani. Ni kipindi ambacho mwanadamu alikuwa katika mfumo ule ambao unamfanya Mungu aone kwamba ameumba kitu cha thamani. Akaviumba vitu vyote ili kudhihirisha mwanadamu ana thamani. Mungu akamweka juu ya vitu vyote, akamwambia tawala na kutiisha. Mungu alipoifuta dunia wakati wa Nuhu kwa gharika la mvua, kwa gharika la maji, ilimlazimu Mungu afute na vitu vingine vyote isipokuwa vile ambavyo Nuhu aliingia navyo katika safina. Watu waligeuka wakaacha njia ya Mungu. Watu walifanya ambayo hayakusaidi, wakajinajisi kwa uchafu wao. Lakini kilichoshangaza, huyu Mungu kunajisika kwa watu kulipelekea nini mpaka Mungu akaangamiza na viumbe vingine ambavyo havikuwa na hatia yoyote? Kwamba sawa, wanadamu walibadilisha mifumo, walibadilisha taratibu ya maumbile yao, wakashiriki tendo la ndoa, mwanaume kwa mwanaume, mwanamke kwa mwanaume, ni sawa, walijinajisi, wakajichafua. Lakini na swali ambalo natamani ujiulize kwamba je, na kuku alikosea nini mbele za Mungu ikapelekea kuangamizwa katika gharika? Mbwa alikosa nini? Ndege alikosa nini? Mungu akafuta. Anaambia Nuhu, mwisho wa kila kilicho hai umefika.
Jitengenezee safina wewe, maana nimekuona wewe ni mtu mwema, ni mtu wa thamani, kwa lugha rahisi. Wewe na watoto wako. Kisha baada ya hapo jichagulie wanyama kadhaa. Sasa najaribu kukutazamisha ili uelewe kwamba kuku hawezi kuwa na thamani kama mwanadamu hayupo. Mbwa hawezi kuwa na thamani kama mwanadamu hayupo. Ardhi haiwezi kuwa na thamani kama mwanadamu hayupo. Chochote ambacho kiko kwenye uso huu wa dunia hakiwezi kuwa na thamani kama mwanadamu hayupo. Ndio maana Mungu alipomuondoa mwanadamu ili mlazimu aondoe na vitu vingine vyote. Ndio maana anaruhusu kuku wanakufa, ndege wanakufa, mifugo mingine inakufa, lakini waliotenda dhambi ni wanadamu. Kwa nini? Mimi niliwaumba wanadamu watawale. Sasa hawa watawala wamenitenda dhambi, siwezi kuviacha hivi vitu. Napoangamiza watawala, niangamize na vinavyotawala. Nafikiri hapa ni kama kuna kitu unapata. Nimesema jinsi thamani ya mwanadamu ilivyopotea. Thamani ya mwanadamu ni ile hali ya mwanadamu kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Thamani ya mwanadamu inapotea mara baada ya mwanadamu kuingia kwenye maisha ya dhambi. Yaani kwamba thamani yako, mtumishi wa Mungu mwenzangu unayenisikia, na wewe ambaye haujapata nafasi ya kuingia kwenye utumishi, thamani yako wewe kama wewe inahesabika mbele zako kwamba ni ya thamani endapo umeshika sheria ya Mungu na kuendelea sawasawa na mashauri ya Mungu. Wakati fulani nilikaa nikatafakari sana. Mungu akanitumia ujumbe mmoja, ni mgumu sana, ni rahisi kusema, lakini ni msamiati mgumu sana ambao ukimfananisha mwanadamu atajiona mwanadamu kama amedharauliwa au kama ametukanwa, lakini ni kitu halisi. Thamani ya mwanadamu haipo kwenye kula chakula. Thamani ya mwanadamu haipo kwenye afya. Thamani ya mwanadamu haipo kwenye kumiliki magari na utajiri. Thamani ya mwanadamu ni kuishi vile ambavyo mbinguni wamepanga. Sasa wakati nakaa na kufikiria na kutafakari, mtumishi wa Bwana, Mungu aliniletea kitu. Na tafakari yangu ilikuwa ni hivi. Nilikuwa na tafakari, Biblia inasema kwamba Mungu ameweka jehanamu na wenye dhambi wote watatupwa katika jehanamu. Na ule moto unaoelezwa katika jehanamu hauelezeki kikawaida, Nikajaribu kupima moto wa kawaida ambao tunautumia. Nilipojaribu kupima maumivu yake, niligundua kuna maumivu makubwa ambayo si ajabu na wewe unayafahamu. Sasa nikajaribu kufikiri kwamba ikiwa nimeweka kidole tu, nimetoa kwa haraka, hata sekunde 5 hasijafika, nikawa najaribu kufikiri inakuwaje Biblia inasema kwamba wanadamu watachomwa kwenye jehanamu ya moto milele na milele na milele. Nikajaribu kuyachukua maumivu ya kuweka kidole kwenye moto tu wa kawaida, nikatoa kwa haraka sana, nikapima mazingira. Nikasema ni mateso magumu na mateso makubwa ambao mwanadamu atateswa. Lakini nikawa natafakari sana, nikasema kwa nini Mungu ameruhusu wanadamu wakateseka? Kwa nini Mungu ameweka jehanamu ili kuwaadhibu wanadamu? Mungu alinisemesha kitu kigumu. Alinisemesha kwa mfumo wa swali. Akanitolea mfano. Akaambia, je,
una uwezo wa kujisaidia kinyesi chako, au mtu akakuletea kinyesi alafu kikawekwa mbele ya pua zako ukalala mpaka asubuhi? Of course inawezekana, kama uko kwenye mazingira yanayolazimisha. Lakini haiwezekani kama kuna mazingira ambayo una uwezo wa kujistiri hapo. Mfano, aliye gerezani hatakuwa na namna ya kuepuka baadhi ya mazingira kwa kuwa mfungwa hana uhuru. Mnyama yuko tayari kulala kwenye kinyesi chake, na kimsingi hapendi, ila ni kwa sababu ni mtumwa mbele ya mwanadamu. Lakini kwa kuwa mwanadamu yu huru, si jambo jepesi na rahisi, na si jambo zuri na jema kulala mahali penye kinyesi, pua zake zikaelekea kinyesi hata asubuhi, na kuonyesha ya kwamba ni jambo gumu sana kwa mwanadamu. Ndio maana mwanadamu akafukua shimo refu ayahifadhi mavi, ahifadhi kinyesi. Mungu alikuwa anaongea na mimi hicho kitu, kwamba kuonyesha kwamba kinyesi cha mwanadamu si kitu cha mwanadamu, si kitu kitakachomfanya mwanadamu awe karibu na hicho. Kinatoka kwenye sehemu ya mwili wake, lakini mwanadamu hata tamani kuona kinyesi kiko karibu yake. Akasema ndivyo ilivyo mwenye dhambi mbele yangu mimi Mungu. Kwamba mwanadamu anapotenda dhambi kwangu anakuwa mfano wa harufu ya kinyesi, japokuwa alitoka kwangu. Ile harufu ya kinyesi chako inakukela hata wewe, ijapokuwa kinyesi kimetoka kwako. Kwa hivyo, kwa kuwa mwanadamu ameona si vyema kuambatana na kinyesi chake, akakichimbia shimo refu ili kukitupa huko, ili kukiweka huko, ili mwanadamu asipate shida ya kiafya, au ili huyu mwanadamu asiwe katika hali fulani ya mazingira yatakayomtabisha. Vivyo hivyo na mimi jehanamu ni shimo langu nililoliweka kwa ajili ya kutupa takataka hiyo. Niliogopa sana baada ya kusikia ujumbe huo. Jaribu kutafakari pamoja na mimi, halafu chukua hatua. Mungu hapendi mwanadamu anayeishi maisha ya dhambi. Kufa kwa Kristo Yesu msalabani na huruma zake, huruma ya Yesu Kristo haikuja kumfanya mwanadamu aendelee kukaa kwenye dhambi. Huruma ya Yesu Kristo ilikuja kumhurumia mwanadamu atoke kwenye maisha ya uovu, kuepukana na adhabu ya jehanamu, ili mwanadamu huyu arudi kwenye maisha ya usalama, maisha matakatifu ambayo mbinguni watapenda. Mtu wa Mungu, ninakushukuru kwa kunipa masikio yako mazuri kusikia maneno yafuatayo. Mungu wangu wa mbinguni na akubariki na akupe hekima hii pia, ujue namna ya kuingia na kutoka mbele ya neno hili ulilolisikia. Lizae matunda nafsini mwako, likuongoze, na neno hili ligeuze maisha yako tena, umwelekee Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. Asante kwa kunipa muda huu na nafasi, katika jina la Yesu. Amen.